Karibu katika viwanja vya Seka. Hapa tupo pembezoni mwa senta ya Seka, na haya ni mahubiri mazuri yameandaliwa kwa uzuri kabisa kwa muda wa wiki mbili na kanisa la Adventista Sabato wa Seka. Tunawakaribisheni sana hapa. Tunabarikiwa na vipindi mbalimbali vikiwemo kipindi cha afya, kipindi cha kaya na familia, lakini pia kipindi cha hubiri kuu. Bwana kubariki sana unapoendelea kusikiliza na kufuatilia kupitia chaneli hii. Tutakuwa hapa kwa muda wa wiki mbili kuletea baraka zote ambazo tumeandaliwa na Bwana kuzipata katika kijiji hiki cha Seka. Uvumilivu unahitajika. Ni kweli sasa hivi hali yake ni mbaya. Ni kweli maisha yake yamebadilika, lakini unahitaji uvumilie. Vumilie ni mke wako. Vumilie ni mume wako. Ni kweli sasa hivi anavuta sigara, amebadilika. Anahitaji uvumilivu. Unahitaji kuvumilia. Ni mwenzi wako, ni mke wako, ni mume wako. Kinachohitajika ni uvumilivu ndani ya ndoa. Ndio maana sasa tunaposoma katika ile Galatia 5:22 inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Haya ndio matunda ya Roho ambayo mwanandoa, sio Mkristo tu, mwanandoa yeyote aliyeoa, mwanandoa yeyote ambaye ameshaolewa anapaswa kuwa nayo. Ujue kuna changamoto gani ambazo unapaswa kuvumilia na si kukimbia. Suluhu sio kukimbia, suluhu ni kuvumilia. Ndio hoja iliyopo. Mambo mengine yanayohitaji uvumilivu ni kukosa watoto. Kukosa watoto ni tatizo gumu sana ambalo huwezi ukaelewa mpaka umeingizwa, mpaka umeingia ndani, ndipo unaweza ukajua. Na unajua wakati mwenzako unamsakama, hujui hata kiwango chako. Huenda ni mwanaume anamsakama mke wake, hajawahi hata kupima. Huenda na yeye anafikiri ya kwamba alivyozaa mara moja, bado ile hali inaendelea ya kuzaa. Inawezekana baada ya wewe kuzaa, baada ya hapo ulikoma kuzaa na hukujua. Kwa hiyo endelea kuzaa, endelea, nenda katafute namna ya wewe kufanya upimaji. Acha kumsakama huyo mama, acha kumsakama. Mwisho anaona dunia chungu, kukaa na wewe anaishi kwa hofu, hana amani, kwa sababu anaogopa kila kunapokucha ya kwamba ninasakamwa na mawifi, ya kwamba ninasakamwa na nani, na mama mkwe. Mpe nafasi. Jua kuna wakati Mungu aliopanga. Huenda hata ni baba hana amani kwa sababu anajua hazalishi. Sasa kwa sababu anajua hazalishi, mwanamke anafanya dharau, anakuwa anatoka ndani ya ndoa. Anapotoka ndani ya ndoa, anatafuta watoto wengine anawaleta. Na ngoja niwaambie, nendeni mkachunguze wale watoto ndio nao. Inawezekana hamjui. Wengine wanaweza wakawa na vichwa vinafanana na mapapai, wengine wana vichwa kama mabiringanya, wengine ukiwaona wana vichwa kama matikiti. Unafikiri wote ni wako? Wote sio wako. Kafanya uchunguzi, uangalie. Wenda wengine sio wako. Kwa hiyo vumilia. Haijalishi umegundua, haijalishi ulikuwa haujui. Siri anayefahamu ni mama ndani ya ndoa. Kwa hiyo ukishagundua, usiachike, usimwache huyo mama, usimwache huyo baba. Eti ukigundua ya kwamba hazalishi na umepata sababu ya kumwacha. Ni uvumilivu unahitajika ndani ya hiyo ndoa. Vumilie. Alafu sio wewe wa kwanza kuvumilia. Alikuwepo mtu mmoja alikuwa anaitwa Ibrahimu. Unajua Ibrahimu mpaka anazeeka hakuwahi kupata mtoto, mpaka Sara mwenyewe alipofika mahali akamwambia ya kwamba na kuna kupa Hajiri, mchukue Hajiri umtoe awe mke wako. Akaamua kuchukua mfanyakazi wake ampe ili ampatie mtoto. Na hii ni kwa sababu ya kutokuamini ahadi za Mungu, akifikiri ya kwamba Mungu hawezi. Na ndio maana Hajiri akatwaliwa, lakini Mungu ahadi yake ilikuwa pale pale. Baada ya muda Mungu alivyoamua alimpatia kwa muda wake. Mtu mwingine aliyekuwa mvumilivu alikuwa ni Hana na Elikana. Hana pamoja na kwamba akakosa watoto kwa muda mrefu, lakini mume wake alikuwa ni faraja kwake.
Siku zote unaposoma katika ile Samueli wa kwanza 1 mstari wa 5 inasema, lakini Samueli wa kwanza 1:5 inasema, lakini Hana humpa sehemu mara 2, maana alimpenda Hana ingawa Bwana amemfunga tumbo. Ingawa Bwana alimfunga tumbo. Kwa hiyo maana yake Mungu ndiye aliyekuwa amemfunga Hana tumbo lake, na si kwa sababu yake ndio maana alikuwa hapati watoto. Hapana, Bwana alikuwa amefunga tumbo lake, ndio maana alikuwa hapati watoto. Kwa hiyo usikurupuke kumwacha mke wako kwa sababu ya mwaka wa kwanza hujaona mtoto, wa pili hujaona, wa tatu, wa nne ukakurupuka ukamwacha. Anaweza katoka kwako akaenda kwa mwingine na akazaa. Kwa hiyo mvumilie, huenda shida ni wewe. Cha kufanya, nendeni mkapime wote. Kapime wewe, kapime na mke wako. Unaweza ukashangaa tatizo liko kwako na si kwa mke wako. Kwa hiyo kinachohitajika ni uvumilivu katika hiyo ndoa yenu mlio nayo. Mtu mwingine alikuwa ni Manoa na mke wake. Unajua, umekaa muda mrefu pasipokuwa na mtoto, wakiwa hawategemea kwamba kuna mtoto. Ndipo siku moja wanatokewa na Bwana, anaambiwa ya kwamba utazaa mtoto, naye atakuwa ni mnadhiri wa Mungu, naye ataitwa Samsoni, na huyo usimkate nywele zake, na wala usiwe kileo, na usiwe divai. Akapewa mpaka na maelekezo. Kumbe Mungu alikuwa amekusudia kitu katika tumbo la nani? Katika tumbo la Manoa na mke wake. Ndio maana akawafunga kwa muda. Alihitaji Manoa, alihitaji mke wa Manoa ampate mnadhiri wa Mungu, alihitaji yote duniani. Anasema hivi, chakula mtakachokula, mtakula matunda na nafaka, hivyo mtakula muishi milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuleni mimea. Na dhambi ilipoingia, hicho kilikuwa ni chakula ambacho tungekula tukaishi milele. Dhambi ilipoingia, msomaji, Mwanzo 3:18. Dhambi ilipoingia, Mungu akatupatia chakula cha nyongeza ambacho hakikuwepo zamani. Soma Mwanzo 3:18. Michongoma na miiba itakuzalia. Sawa? Nawe utakula mboga za kondeni. Komea hapo. Mungu akaongeza mboga za kondeni. Mwanzoni haikuwa chakula, tulikuwa tumepewa nafaka na matunda. Akaongeza mboga za kondeni. Kwa nini? Alijua tutaanza kuugua. Alijua malaria itakuwepo duniani. Alijua ukimwi unakuja. Alijua magonjwa ya kila namna yatakuja. Mungu akaandaa dawa baada ya dhambi. Na hiyo dawa iko kwenye mboga za nini? Za majani. Na nimegundua Majita mtatibu sana. Kwa nini? Wajita hawapendi mboga. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wanataka chililo. Wende chililo. Yaani kama unataka mtu akijita asikutoroke. Hata hiyo mama akana familia wanasafiri kwenda Dar es Salaam. Kwa nini? Wanakimbia chililo, hamna nyumbani. Kwa hiyo waambie wanaume wakazanie chililo ili wanawake wasikimbie. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe shangaa. Unachukua muhindi, unauanika kwenye jua, unakauka. Kwa akili yako unajua muhindi umekufa. Ule muhindi ukiuzika unafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mimea ina uzima, zika nyama sasa. Kuna uzima. Na wengine wanakoboa, usikoboe, unaondoa uzima. Yaani kale kananike kanjano kwenye mwina kuondoa, ni uzima unaondoa huo. Alafu panya yeye ni mjanja. Panya anapokula mahindi huwa anachukua kale kanani kale ndo anakula kale. Kiini kile. Yaani panya ana akili kutuzidi sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini dhambi ilipoongezeka, Mungu akaruhusu kula nyama kwa masharti. Sasa sikilizeni. Soma kitabu cha Mwanzo 9. Kuanzia fungu la kwanza mpaka la 3. Hapo ndo mara ya kwanza Mungu anaruhusu watu wale nyama, lakini kwa masharti. Mungu akambariki Nuhu na wanawe. Na akawaambia, zaeni mkaongezeke mjaze nchi. Soma fungu la 3. Kila kiendacho kicho hai kitakuwa chakula chenu. Sawa. Kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapa hivi vyote. Malizia fungu la 4. Bali nyama pamoja na wai, yani damu yake msile. Sasa kwa mimi hapo. Sawa.
Anasema kama nilivyowapatia mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote. Maana yake mboga za majani hazikuwa chakula, lakini chakula cha nyongeza. Sasa nyama nazo hazikuwa chakula, ila ametuongezea kula kwa masharti. Unaona, tumepewa nafaka bila masharti, tumepewa matunda bila masharti, mboga za majani chakula cha nyongeza bila masharti. Alipofika kwenye nyama akaweka masharti. Sharti la kwanza, usile na damu. Nini na wana wa Israeli ukiwaambia wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala. Hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala. Hebu nenda fungu la 46 tarudi hapo. Usije kapafunika. Nenda fungu la 46 46 nasema hii ndio sheria katika hawa wanyama na ndege na kila kiumbe kilicho hai kiendacho ndani ya maji na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi ili kupambanua kati ya hao walio najisi na hao walio safi. Komeha. Mungu akaweka sheria kati ya wanyama wanaotambaa, wanyama wa nchi kavu, walioko majini, ndege wanaoruka angani, ili kupambanua mnyama gani safi na mnyama gani najisi. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, naam, mwenye miguu iliyopasuka kati, awe na sifa zifuatazo. Kwanza awe na kwato, lakini sio kwato la moja kwa moja. Kwato ipasuke kati, itengeneze kama kwato mbili. Kama unavyomuona ng'ombe, kondoo, mbuzi ana kwato lakini zimepasuka kati. Sifa namba 1. Mwenye kucheua. Alafu awe anacheua. Yaani wanyama anapokula anakuwa na matumbo karibu 4. Kuna tumbo la kupakia kama store, baadaye anarudisha, anatafuna, inakwenda kwenye tumbo la pili, inafanywa yeyushaji, inarudishwa, anatafuna, inakwenda kwenye tumbo la 3 mpaka tumbo la 4. Hao ndio wanyama wa kuliwa. Ndio maana mbuzi anaweza akatumia masaa 2. Akajaza, baadaye akakaa. Anapokaa anaanza kuyeyushaji kwa kucheua, anatafuna, anarudisha, anacheua, anatafuna, anarudisha. Huyo ndo ule. Lakini mnyama anayekula kama mwanadamu, huyo usile. Yani mnyama kama mbwa anakula kama binadamu, huyo usile. Teremka chini. Pamoja na hayo wanyama hawa hamtawala. Naam. Katika wale wenye kucheua na katika wale walio na kwato. Ngamia. Yaani kuna wanyama danganyifu. Unaona kweli anacheua, unaona? Lakini hana kwato, usimle huyo. Ngamia yeye wanacheua. Wana marafiki zangu Waislamu wanasema nguruwe najisi, wanawashambulia Katoliki. Nasema sio tu najisi nguruwe, hata ngamia nayo najisi. Yaani Mungu aliyesema nguruwe ni najisi, alisema na ngamia ni najisi. Sasa wewe Muislamu unakula ngamia? Mungu huyo aliyesema nguruwe ni najisi, huyo alisema na ngamia nini? Najisi. Kwa hiyo unaona makosa kama Katoliki. Endelea. Kwa sababu yuacheua lakini hana kwato. Naam. Yeye ni najisi kweli. Ngamia naye najisi. Endelea. Na wibari. Kwa sababu yeye ucheua lakini hana kwato. Sawa. Najisi kweli. Na nini? Na sungura. Kwa sababu ucheua. Habari za kichwa jaruo wote. Lakini hana kwato. Yeye najisi kweli. Huyo ni najisi, yana cheua lakini hana kwato, najisi. Na nguruwe? Kwa sababu yeye anazo kwato. Yeye nguruwe ana kwato. Ni mwenye miguu iliyopasuka. Tena miguu iliyopasuka kama ya ng'ombe, lakini hacheui, anakula kama unavyokula, huyo ni najisi. Soma fungu la 9. Usile nyama yao. Fungu la 9. Katika hao wote walio ndani ya maji. Mtakula hawa. Kila aliye na mapenzi na magamba. Yaani masharti mawili. Awe na mapenzi na nini? Na magamba. Na nilikuwa nafuatilia hapa sasa hivi, ikaonekana wanyama wa samaki wasiokuwa na magamba wanabeba vimelea na minyoo ya kila namna. Yaani unapomuona mumi huyo amejaa magonjwa ya kila namna. Kwa unapokwenda kumvua, kumbe yale mapenzi na yale magamba yale, sawa, yanazuia wadudu wa kila namna na minyoo ya ndani ya maji. Kwa hiyo samaki wenye magamba ni salama sana, hawana minyoo kama samaki wasiokuwa na nini? Na magamba wala mapenzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ni hatari kubwa sana. Siku moja watu wamevua kamongo. Sasa yuko pale, watu wanaendelea kubageni, wameweka hapo kwenye jua. Unajua ghafla funza kaanza kutoka ndani ya ile kamongo. Yaani kana kwamba ni yale mafunza mabaya ya choni akaanza kutoka, mpaka wana kamongo walishtuka na kuogopa sana. Basi tunataka kuomba.